anaenda Yerusalemu alikuwa anapita hapo. Kwa hivyo mnapata ya kwamba Lazaro akaja akapata ugonjwa akafa. Hata ukiwa rafiki wa Yesu kuna wakati mambo mabaya yanaweza kukufanyikia, lakini Yesu ana uwezo wa kurudisha tena. Yesu ana uwezo wa kukurudisha tena. Unaweza kufuata Yesu lakini matatizo yakakufuata, lakini Yesu atakutoa ndani. Unaweza kufuata Yesu, hata wengi mnapojiuliza wakati huu mambo hayaendi. Wengi wanasema sasa mambo hayafana namna gani? Hayaendi, lakini jua kwamba Yesu atakapokuja mambo yatafana namna gani? Yataenda. Hata maono unaona kwamba hayajatimia, yatatimia wakati Yesu atakuja kwa wakati wake. Praise God. If you have been praying to God and you're not seeing a change, continue believing Jesus will come. And when Jesus comes, all things must change. Yesu akasema sisi ni marafiki zake, hatuiti sisi ni watumwa. We are the friends of Jesus, and Jesus will bring back every lost glory. Madeni yanayokusumbua Yesu atakusaidia, itaisha. Amen. Kazi unayotafuta Yesu atairejesha. Amen. Na kama hujapata itakuja. Na kama haitakuja kwa mikono yako, watoto wako wataileta. Amen. Kama haitakuja kwa watoto wako, wajukuu wako wataleta. Mungu atahakikisha umewaona. Nilikuwa naona kwa mtandao, by the way, mama mmoja mpaka alikuwa analia, wasichana alikuwa amelea wasichana tu 3. Sasa baada ya kuchekelewa wasichana hao 3 wakaenda wakafanikiwa. Sasa kila mtu akakuja na gari. Sasa mama ni miaka imesonga lakini 3 cars have come in the house. Yote imeshaenda. When Jesus comes, things will change. Hallelujah. Amen. What you need is to maintain the relationship with Jesus. So, tunaona ya kwamba Yesu, mistari ambayo tunahitaji kujua katika Biblia ni kwamba Yesu ni ufufuo. Kwa hivyo, kama muumini unayemwamini Yesu, Yesu anasema kwamba kila aniaminie mimi, wewe unatoa maneno yote, amini. Haya mambo yote. The Bible, the biggest part of the Bible is about believing. Kuamini. Ambia mwenzako kuamini. Kuamini ndio kazi kubwa ambayo inasumbua Mungu kwa wanadamu. Mungu hana shida nyingine na wanadamu. Hata hana shida na shetani, lakini ana shida na kuamini. Kwa sababu watu wengi hawamwamini Mungu. They don't believe God. Angalia maisha yako, does your life reflect your faith to God? Lakini Yesu akasema ya kwamba kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kabisa. Umeona hiyo mstari ya mwisho? Sasa unasema mchungaji unasema hata kufa namna gani? Yesu akasema hata akikufa nitafanya namna gani? Nitamfufua. Hata akikufa nitamfufua. Hata ukienda uzikwe kama vile tuzika maikazi ni mwingine juzi, lakini Yesu atakufufua. Jesus will bring us back. There is a resurrection. Kuna ufufuo unakuja hapo mbele. Na kila amwaminie Yesu, yeye hatakufa. Na hata ajapokufa atakuwa anaishi. Maana Yesu mwenyewe ndio ufufuo. That is the beauty and the goodness of believing in Jesus. We who believe in Jesus, we shall resurrect with him. He is the resurrection and life. Yeye ndio ufufuo na uzima. Lakini wengi wetu tunalia tunataka tufufuliwe, tuendelee kukula nyama kidogo. Hata tukikufufua chance sasa hivi bado tutakufa. Kwa mwili yako si ya milele. Lakini wakati ambapo tutafufuliwa tutapata miili mingine ambayo ni miili kama ya Yesu mwenyewe aliyofufuka kutoka kwa mauti. Mwili ambao ulikuwa unapita ndani ya ukuta. Jamaa wamejificha hivi, wamekaa ndani, wameogopa, lakini Yesu anatokezea tu anasema amani iwe kwenu. Hiyo ndio miili watakatifu tunatarajia kuipata. Kwa hivyo Yesu, usiogope kifo.
anayemwamini Bwana hahitajiki kuogopa kifo ya mwili, kwa sababu hata akifa ngali anafanya namna gani? Anaishi na Bwana. Lakini kama haujamwamini Bwana na kusadiki, una shida na kifo, kwa sababu mahali ambapo unaenda, hata kama utafufuliwa kwa shida, na utapata mwili ambao utatezwa milele. Na haya maneno Yesu ameyasema mwenyewe hapo nyuma, unavyosoma hiyo tu katika Yohana huyo 5. Soma tu chapter 5 yenye kijana alisoma.